Maggie at home hapa. Leo nitakuwa naandaa chipsi mayai na visausage kidogo. Basi karibu uweze kuona jinsi nitakavyoandaa chipsi mayai na visausage. Mahitaji yangu yatakuwa ni viazi, mayai, bila kusahau sausage. Mahitaji yangu yako tayari. Nina viazi, nimetumia viazi viwili vikubwa, na mayai nimetumia mayai mawili, sausage moja, bila kusahau chumvi. Sasa nitaingia jikoni nianze kukaanga chipsi. Baada ya hapo tutaanza kuandaa chipsi mayai na visausage. Baada ya mafuta kupata moto, sasa nitadumbukiza chipsi zangu. Na utajua kwamba mafuta yako yamepata moto kwa kujaribu kwanza chipsi moja na kuona kwamba mafuta yanafanya basi utajua mafuta yako yameshapata moto. Na katika kukaanga chipsi usishindilie chipsi nyingi kwa sababu zitashikana. Kwa hiyo nitakuwa unaweka tu chipsi zisiwe nyingi sana kwenye frying pan, sababu zitashikana wakati wa kukaanga. Na kitu kingine, usiweke chumvi kabla. Ukiweka chumvi kwenye viazi kabla ya kuvikaanga, vinatoa starch ambayo inakuwa kama maji maji hivi. Kwa hiyo chumvi tunaweka baada ya viazi vyetu kuiva. Basi viazi vangu havikuwa vingi sana, vote vinatosha kwenye kikaangio. Na unaweza kuona kwamba bado mafuta yana nafasi, kwa hiyo itasaidia hivi viazi viive vizuri bila kushikana. Nitaviacha hapo mpaka vibadilike rangi, afu tutavitoa tuendelee na mambo ya chipsi mayai. Kama unavyoona chipsi zangu zimeachana vizuri, hata katika kugeuza inakuwa tu kama nazikoroga tu zinajigeuza pamoja kwa sababu hazijashikana. Kwa hakikisha haujazi machipsi kwenye kikaangio. Kwa hiyo unaona chipsi zangu ziko tayari. Nitaziacha kidogo, lakini naona ziko tayari. Sasa nitazitoa hizi chipsi sababu sitaki vikauke sana. Vikikauka sana vinakuwa kama crispy, vinakuwa tena sio chips. Nitaziweka zichuje mafuta. Haya, chipsi zangu ziko tayari. Sasa nitaanza kuandaa chipsi mayai na visausage. Sasa nitaanza kuandaa chipsi mayai. Nimeweka vimafuta kidogo kwenye frying pan. Ikishapata moto, nitaweka chipsi ambazo nimeshazikaanga. Kwa hiyo nitazipanga vizuri kwenye hii frying pan. Na inabidi wakati wa kuweka chipsi zako uache nafasi kwa ajili ya mayai. Usiweke chipsi nyingi sana, sababu chipsi zikiwa nyingi yale mayai yatashindwa kushikana vizuri. Kwa hiyo nitahakikisha naacha vinafasi kwa ajili ya mayai. Kwa hiyo nimeshazipanga chipsi zangu vizuri kwenye frying pan. Sasa ni wakati wa kumwagia mayai. Hakikisha unazungushia mayai kila sehemu, chipsi zako zote zipate mayai. Kwa hapa nimetumia mayai mawili. Alafu sasa
nitavitupia visoseji vyangu. Wakati unapika chipsi mayai, hakikisha moto wako ni mdogo kwa sababu mayai yanaiva haraka. Kwa nitavitupia visausage. Kama unaona visoseji vyangu nimeshavipanga kwa juu, nilivichemsha kwanza kabla ya kuvikatakata. Na sasa hivi nimeiacha hii chipsi yangu hivi, yani mayai yashikane vizuri kabla ya kugeuza. Na hii inabidi wewe unatumia moto mdogo ili mayai yasiungue kwa chini. Sasa tunaingia kwenye shughuli nyeti ya kugeuza chipsi mayai. Kwa hiyo nitatumia hii sahani ambayo iko kama flati. Alafu ndo nitaitumia kugeuza. Nitaiweka kwa juu. Alafu nitapao. Alafu sasa nitairudisha kwenye flampeni ili upande mwingine nao uweze kuiva. Kwa hiyo ndo siri ya kugeuza chipsi mayai. Tafuta sahani ambayo iko flati ndo uitumie katika kugeuza. Ile mambo ya kurusha, ile inahitaji wataalamu wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaona chipsi mayai ilivyoiva vizuri na nimeweza kuigeuza bila kuisambaratisha kwa sababu inakuwaga shughuli pale unataka utengeneze chipsi yako mayai alafu haitoki chipsi mayai, inakuwa ni chakula kingine. Unasema kitu kile chipsi na mayai hata kama havijakaa vizuri. Kwa hiyo ndo chipsi mayai nimeigeuza vizuri. Nitaweka vimafuta kwa juu kidogo. Alafu wataalamu wenyewe wanapenda kuisukuma hivi kwa chini ili iweze kuiva vizuri. Kwa hiyo siri ya chipsi mayai ni kutumia moto mdogo. Yaani ukitumia moto mdogo basi yale mayai yanaiva taratibu na wewe utaweza kuigeuza bila kuisambaratisha. Kwa hapa tukigeuza upande wa pili tutaona visoseji vyetu. Basi kama unavyoona chipsi mayai na visoseji iko tayari. Ikishaiva vizuri ndio muda unanyunyuzia chumvi kidogo bila kusahau ketchup. Kwa hiyo ni rahisi sana kutengeneza kitu kama hichi. Siku moja unaweza ukatengeneza mwenyewe kuliko kwenda kununua. Nimetumia tu viazi viwili vikubwa, mayai mawili na kasoseji kamoja. Msosi wako uko tayari, unaenjoy. Basi natumaini utakuwa umejifunza jinsi ya kuandaa chipsi mayai na visoseji.